أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل خاتمة الطاعة عيدا وفضل أمة الإسلام على سائر الأمم كرما وتفضيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده عبادا ويسر وفاهم أجورهم من خزائن جوده فأوفر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم تكريرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, hakika siku yetu ya leo ni siku ya furaha, ni siku ambayo tumeonyesha utiifu wetu kwa Mola wetu. Nyote mnafahamu ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha akasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa watu wa kabla yenu. Lengo la kufaradhishiwa funga ni nyinyi muwe wacha Mungu. Wama huwa taqwa, ucha Mungu ni nini? Ucha Mungu umefasiriwa kwa tafsiri mbalimbali na wanazuoni wetu wa Kiislamu. Mmoja akasema ucha Mungu ni ile hali ya Mwenyezi Mungu asikukute mahala ambapo amekukataza. Ucha Mungu ni ile hali ambapo Mwenyezi Mungu akukute muda wote katika eneo ambalo yeye Mungu analiridhia na kulitaka. Lakini ameenda mbali Al-Imamu Ali karamallahu wajha anatuambia, ataqwa huwa khawful jalil. Ucha Mungu ni kumwogopa Allah, na tunaposema kumwogopa Allah, kitu unapokiogopa unatakiwa kukaa nacho mbali. Tofauti hapa ya kumwogopa Allah, Allah unapomwogopa unatakiwa kumkurubia. Lakini ucha Mungu ni amalu bitanzil, ni kutenda matendo yako kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ucha Mungu ni kujiandaa na siku ya mwisho. Sote hapa tufahamu, tunataka tutaki, iko siku tutaondoka katika dunia hii. Mwenyezi Mungu ametuletea mwezi wa Ramadhani kuwa ni kipimo na ni chuo kwetu, na tumeshuhudia ndani ya Ramadhani tumeacha kwa hiari yetu chakula chetu, tumeacha kwa hiari yetu vinywaji vyetu, tumeacha kwa hiari yetu matamanio ya nafsi zetu, toka kuchomoza alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Kama tumeweza ndani ya siku 29, tunashibaje katika muda wote? Ndani ya Ramadhani tumewashuhudia Waislamu wakikaribishana chakula, wakikaribishana iftari, wakisaidia mafakiri, wakisaidia mayatima, wakisaidia wajane, wakisaidiana kwa hali na mali. Hali hiyo tunataka iendelee baada ya Ramadhani. Ndani ya Ramadhani tumeijaza misikiti, safu za misikiti zimeongezeka. Tumehakikisha tunamwabudu Allah kwa muda wote. Ikutoshe kujiuliza hapo ulipo, Ramadhani imeondoka, je, na Mungu ameondoka? Ondoka leo na somo kwamba Ramadhani imemalizika. Tunamuomba Allah atukutanishe na nyingine, lakini Allah yupo na ndiye anayelipa mema.
Mtu asiyeswali amelaaniwa. Mtu asiyeswali ni kiashiria kwamba huyo amevunja dini, na yoyote mwenye kuswali ndio anaidumisha dini, na asiyeswali amevunja dini. Watukufu wa Islamu, Idi yenu ya leo ni idi ya furaha, imeitwa Idul Fitri. Ni idi ya kula na kunywa, ni idi ya kushereheka kula vya halali na kunywa vya halali. Leo ni siku ya kuwazinjekea mayatima ambao wamefiwa na wazazi wao, hawana baba. Wangetamani leo na wao wawe kwa baba zao wakipata nguo za sikukuu, lakini leo hawana. Leo wangetamani wawe kwenye familia zao, baba mama wamepika chakula wakila kama familia, lakini wamefiwa na wazazi wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza tuwashike watoto yatima vichwa vyao leo. Haina maana kumshika tu kichwa, maana yake tuwasaidie katika siku ya leo. Ndugu zangu Waislamu, idi yetu ya leo ni idi inayoonyesha umoja wetu, mshikamano wetu kama Waislamu. Ni idi ya kusameheana, na nyote mnafahamu dini yetu ni dini ya musamaha. Uislamu unaelekeza kusameheana. Uislamu umekataza kuchukiana. Uislamu unakutaka umdhanie mwenzio kheri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria yoyote yule ambaye atakuwa na ghila na chuki na Muislamu mwenzie ama na binadamu mwenzie, mtu huyo hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutoshe wewe Muislamu uliobahatika kuhudhuria hili hapa, kuwa wewe ni miongoni mwa watu wema, tosheka na hilo. Nitumie fursa hii kuendelea kuwahusia Waislamu juu ya umoja wenu, mshikamano wenu, na siku zote msikubali kufarakana kwa jambo lolote. Hata ikitokea, jifunze ndani ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha upole, anatufundisha subira, lakini Mtume akatwambia ikiwa umefunga akatokea mtu akavunja heshima yako, akakutukana, qul lahu, mwambie inni saim, mimi nimefunga. Somo hilo tuondoke nalo. Leo yanaweza kutokea maneno katika Uislamu ndani ya madhehebu zetu. Madhehebu zetu zitaendelea kuwepo, ikhtilafu baina yetu zitaendelea kuwepo, hazitakwisha ikhtilafu mpaka siku dunia inaondoka. Wala yazalun mukhtalifin. Lakini bahati nzuri sasa hivi ni uwanja wa elimu. Kipindi hichi ni kipindi cha elimu. Watu sio wajinga tena. Leo watu wanaangalia dunia kupitia simu zao za mikononi. Idi ya leo imeswaliwa na nchi chungu nzima duniani. Hata nchi ambazo ziko jirani na Saudi Arabia, baadhi yake zimeswali leo. Mfano wa Oman wameswali leo. Tusitukanane, yako mambo tusivunjane heshima. Sisi kama Watanzania, kama Waislamu wa Tanzania, hatuwezi kuishi kama Kambale. Baba ndevu, mama ndevu, mtoto ndevu. Tanzania ina mamlaka ya Kiislamu, ni Majlis al-A'la li Shu'uni al-Islami bi Tanzania, baraza kuu la Waislamu wa Tanzania, na tunaye kiongozi mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Tuendelee kumtii huyo. Dunia inashuhudia leo umma ulivyomwagika ndani ya viwanja mbalimbali kutekeleza ibada ya swala ya Eid. Ndugu zangu, leo ni siku ya furaha sana. Tujitahidi kueneza furaha katika familia zetu. Wako watu hawana nafasi ya kukaa na familia zao. Tumieni nafasi hiyo leo. Leo tukae na watoto wetu. Leo tuzungumze na familia zetu, na huo mwendelezo wa kuendelea kukaa na familia zetu.
yetu ni dini ya furaha, ni dini ya mapenzi, ni dini ya mshikamano. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutupa umoja, mshikamano bila kubaguana kimadhehebu, kitaasisi. Taasisi zetu zibakie kuwa ni vyombo vya kufanyia kazi, isiwe sababu ya mifarakano baina yetu. Nguvu yetu iko katika umoja wetu. Sisi Waislamu tunatakiwa kuwa letu moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul mu'minin, mfano wa Waislamu, fi tawaddihim, katika kupendana kwao, wa tarahumihim, katika kuhurumiana kwao, mathalul jasadil wahid, ni mfano wa mwili mmoja. Idha shaka minhu udhu, kiungo kimoja cha mwili kikiungua, tadaa lahu sa'irul jasad, mwili mzima huo umeugua. Jisikia vibaya kuvunja heshima ya Muislamu mwenzio. Simama na Muislamu mwenzio, mtetee Muislamu mwenzio. Hili ndilo linatufundisha Mola wetu. Qala Allahu ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bihamdihi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi manna alayna bi ni'mati al-iman wal islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Enyi waja wa Mungu, na wausieni na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kumcha Mwenyezi Mungu ndio mafanikio ya dunia na akhera. Hakika idi yenu ya leo ni idi tukufu, idi ya kheri, idi ya baraka. Amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakapokuja kuswali mmoja wenu katika njia hii, wakati wa kurudi abadilishe njia, apite njia nyingine, kwa sababu malaika hujipanga safu katika mitaa yetu kuwapa mikono wale ambao wametoka kuswali swala ya Eid. Watukufu wa Islam, idi yetu imetukusanya. Mafanikio ya kutukusanya Eid sio kwamba tunapenda sisi wa Tanzania peke yetu. Kuna kitu muhimu ambacho kimejengeka katika nchi yetu. Hichi ndio kimefanya tukusanyike uwanjani kuswali swala hii. Nacho si kingine, ni amani na utulivu. Ziko nchi hazina Eid, hazina Pasaka, hazina Kwaresma, hazina Ramadhani, hazina Christmas, hazina sherehe aina yoyote, kwa sababu nchi hizo amani imeondoka katika nchi hizo. Majirani zetu, baadhi ya nchi, Ramadhani hii wameshindwa kuswali tarawih kwa sababu amani imefuta. Nitumie nafasi hii kuwahusia wa Tanzania tuienzi amani, na hususan Waislamu. Dini yenu ni dini ya amani, dini yenu ni dini ya unyenyekevu, ndio maana ikaitwa al-Islam. Al-Islam maana yake ni amani, maana yake ni unyenyekevu. Ndio maana tukikutana, Mtume amesema, man bada al-salam, man bada al-kalam kabla salam fala tujibu. Ukikutana na mtu akianza kupiga maneno kabla ya kukuhakikishia amani, mtu huyo usimjibu. Kwanza mwambie assalamu alaikum, amani ndio juu yake. Tunajifunza kwamba amani ndio kila kitu. Furaha tulionayo siko baadhi ya nchi hazina, sisi wa Tanzania tunayo. Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Waislamu, nitumie nafasi hii, nyinyi Waislamu ni raia wa Tanzania, mna haki kama walionayo raia yoyote wa Tanzania. Hauwezi kuingia kwenye mamlaka ya nchi kama unaingia kwenye chama cha siasa. Msichague vyama,
nendeni kwenye vyama, mtachokiona kinafaa, chukueni fomu, ingieni kwenye uchaguzi, mgombee. Asibaki Muislamu akasema swala la uchaguzi sio letu, sisi ni raia wa nchi hii, tuna haki ya kugombea, tuna haki ya kuchagua, tuna haki ya kuchaguliwa. Nendeni mkachukue fomu. Na kupitia mimbari hii siwausii tu Waislamu, na wahusia hata wasiokuwa Waislamu, chukueni fomu kwa chama chochote. Lakini vyama hivyo, usia wangu, nendeni mkavipime. Sio kila king'aacho ni dhahabu. Nenda kapime, usiwe akili kuambiwa. Viko vyama mwanzo kabisa, hata hatujaingia mchezoni, vimeanza kuonyesha viashiria vya uvunjifu wa amani. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa viongozi wenzangu wa dini na Watanzania wenye mapenzi mema. Tukibaini chama chochote kina ishara ya kuvunja amani, chama hicho tukiambie hapana. Watanzania hawa wako zaidi ya milioni 60, lakini sio wote ambao wako ndani ya vyama vya siasa. Wako Watanzania hawajaamua kuwa na chama cha siasa, wana haki kuwa Watanzania na ni watu wa nchi hii. Ikiwa mtataka nyinyi watu wa siasa nyie ndio muamue mustakabali wa nchi hii peke yenu, jambo hilo halikubaliki. Vijana wa Kiislamu, vijana wa Kitanzania, natumia mimbari hii leo siku ya Idi kuwahusia kutunza amani ya nchi. Msikubali miili yenu kutayarishwa kwa ajili ya fujo. Tumeanza kusikia maneno na haya lazima tuyakemee, kwamba tutaleta fujo, tutaleta uharibifu katika nchi, tutapasua nchi kwa kutumia nguvu ya umma. Mtu anaposema hivi, maana yake anawaandaa watu wakatoka barabarani wafanye maandamano. Ndio tafsiri yake. Hakuna kuremba, tuambiane kweli. Hatuna mahala pengine kwa kwenda ila Tanzania. Nchi zingine zinavurugika, nchi zingine mustakabali wao ni Tanzania. Tuna wajibu wa kuilinda Tanzania, na wanasi vijana wa Kiislamu na vijana wasiokuwa wa Kiislamu kwa pamoja. Anaposema kiongozi wako wa chama cha siasa, mtafakari, mpime. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema atafakuru saa khairu min ibadati sana. Kufikiri saa moja ni bora kuliko kufanya ibada ya mwaka mzima. Na Mtume anasema idha arata an tafala amra, unapotaka kufanya jambo fatadabbara akibatahu, litazame mwisho. Fa in kana khairan fadhi, likiwa ni khairi fanya, na likiwa ni shari acha. Na wahusia sana, uchaguzi katika nchi yoyote ni kipindi cha tension, ni kipindi kinaangaliwa kwa macho mawili. Usikubali wewe kuwa sababu ya kuibomoa Tanzania. Amani ni kama lulu, amani ni kama yai. Yai likiondoka hawezi kuliungaunga tena. Niwahusie sana, kupitia mimbari hii tutunze amani ya nchi. Tusikubali ushawishi wa aina yoyote kwamba wewe utumike kuleta fujo katika nchi. Jitafakari, wakati mimi naenda kuleta fujo katika nchi, watajaumia ni kaka zangu, ni dada zangu, ni mama zangu, ni wajomba zangu. Faida yake nini? Wanasiasa wana vikao vyao vya kisiasa. Serikali yetu chini ya rais wetu imeweka kitu kinaitwa 4R. Katika 4R ziko yako mambo ya kukaa na kuzungumza. Kwa nini wasiende kuzungumza? Kwa nini wakutayarishe wewe Mtanzania kuingia barabarani? Amka, zinduka, chukua tahadhari. Wewe unategemewa na familia yako, unategemewa na dini yako, unategemewa na nchi yako. Usitumike vibaya. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku tukufu. Tuna wajibu wa kukumbushana mambo muhimu, ikiwemo kufanya kazi. Tusichague kazi
hasa vijana, fanyeni kazi, tafuteni riziki ya halali, msichague kazi maana ni kazi hiyo inakupatia mkate wako kila siku. Usimcheke anayefanya kazi, na hivi ndivyo alivyosema Mola, wabtaghi fima ataka Allah dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mtume atufundisha itumikie dunia yako kama utaishi milele, na itumikie akhira yako kama utakufa kesho. Usichague kazi, usiseme ni wa mjini. Wanaofanya kazi hii watoka mashambani, atatoka mashambani atafanya hiyo kazi, na baada ya muda atakuwa bwana, wewe utakuwa mtwana. Ndugu zangu, nawahusia sana wafanyabiashara, matajiri wetu, wafanyakazi wa serikali, mashirika ambao mmefikia viwango vya kulipa zakatul mali, lipeni zaka. Nyie ndio mnatuletea tabu. Ukame unatokana na nyinyi. Mtume anasema watu wanapozuia kutoa zaka, Mwenyezi Mungu huwapatiliza kwa jua kali na mvua zisizokuwa na mpangilio. Kwa watu wa kuwalaumu ni nyinyi wafanya biashara, ni nyinyi wafanyakazi wa serikali na vipato vikubwa, hamtaki kulipa zaka. Ni nyinyi wafanyakazi wa mashirika, ni nyinyi watu mlio kwenye taasisi mbalimbali, na wajibu wa kuwakumbusha kupitia mimbari hii. Fahamuni, zaka ni nguzo ya tatu katika Uislamu. Lipeni zaka, na Mtume alisema khudh min amwalihim sadaqa. Chukua, mnatoa sana sadaka, jambo zuri, hatutoi zaka. Zaka ya mali zenu kiwango chake, mfano zaka ya mali kiwango ni mtu kufikia thamani ya gramu 53 za dhahabu. Fanya hesabu, gramu 53 za dhahabu ni shilingi ngapi? Pesa hiyo unayo, imefikia kiwango, imepitiwa na mwaka. Kama imefikia sifa mbili, ina kiwango, imepitiwa na mwaka, lipa zaka. Ndugu zangu, nawahusia, leo ni siku tukufu. Baada ya kutoka hapa, tujitahidi kuwafanyia dua wazazi wetu, na kwa wale walioko uwanjani hapa na waalika tuelekee makaburi ya mabatini. Nitaongoza mwenyewe kwenda kufanya ziara tulkuburu, tukawazuru mashehe zetu, ndugu zetu waliozikwa pale. Yako maneno kwamba kuzuru makaburi ni ukafiri, kuzuru makaburi ni shirki. Sio kweli. Ibada ya kuzuru makaburi imeelezwa na Mtume, imefundishwa na Mtume. Ukenda Maka kuna ibada ya ziara, ukenda Madina kuna ibada ya ziara. Maka kazikwa Bi Khadija, unakwenda kumzuru. Madina wamezikwa maswahaba 10,000, unakwenda kuwazuru. Hija iko Maka, Madina ni ziara, unaenda kumzuru Mtume. Ingekuwa ziara ilifai, Mtume asingesema man haja walam yazuruni faqad jafani. Mwenye kuhiji asije kunizuru mimi Madina amenitenga. Lazima ufanye ziara. Hapa ulipo kuna mtu ajue kaburi ya baba yake, hajui kaburi ya mama yake, tukafanye ziara. Aliyo tayari tukitoka hapa tuelekee makaburi ya mabatini tukafanye ziara. Na ukirudi nyumbani wafanyie dua wazazi wako. Alaka, mafungamano kati ya wazazi na wale waliobakia hai duniani baada yako, tuendelee kuyaunga mafungamano haya, tukithirishe kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabii rahma, pale aliposema Mola wetu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن الخلفاء الاربعه الكرام حماة الاسلام، الخليفه ابو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان تاج الكتاب وفارس المشارق والمغارب سيدنا علي بن ابي طالب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu na Waislamu. Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu na Waislamu. Mwenyezi Mungu dumisha amani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu mlinde rais wetu. Mwenyezi Mungu mlinde rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mweke katika hifadhi yako, mweke katika kinga yako, mweke katika stara yako, mlinde yeye na familia yake. Familia yake ikiwa na shida hata tuongoza vizuri. Wape afya familia yake, wape uwezo familia yake,
wape siha njema familia yake, awe na amani kwenye familia yake. Ya Allah, mlinde rais wetu na wasaidizi wake, akiwemo makamu wake wa rais, akiwemo waziri mkuu wake, akiwemo naibu waziri mkuu, vyombo hivi vilinde ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, tulindie bunge letu, tulindie mahakama zetu, tulindie vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Watu hawa wanapoteza maisha yao, hawalali mchana wala usiku kulinda mipaka ya nchi hii, kulinda miji yetu. Mungu ahifadhi vyombo vya ulinzi na usalama. Mwenyezi Mungu, rais wetu ni tunu umetupa wa Tanzania kwa mema na mazuri aliyoyafanya Tanzania ndani ya miaka 4 ya utawala wake. Amefanya makubwa kwa sisi watu wa kanda ya Ziwa, kwa sisi watu wa Mwanza. Mama huyu amefanya makubwa, tulibeza tukasema ni mwanamke hawezi, lakini Mwenyezi Mungu umempa nguvu ya ajabu. Mwenyezi Mungu tulibeza tukasema huyu hafai, lakini umempa nguvu ya ajabu. Kakifanyia makubwa, basi kwa hayo makubwa aliyofanya Mungu mlinde na umhifadhi na umpe baraka, umnawirishe Watanzania waendelee kumkubali ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tulindie nchi yetu, hifadhi nchi yetu. Nchi hii imesifika kwa kisiwa cha amani. Mungu, hatuna mahali pa kukimbilia ikitokea tatizo. Nchi tulionayo ni Tanzania, eneo tulionayo ni Mwanza. Ya Rabbi, tuhifadhie mji wetu wa Mwanza, mkoa wetu wa Mwanza, watawala wa Mwanza wahifadhi, walinde, akiwemo mkuu wetu wa mkoa Bwana Said Mtanda. Muhifadhi, muilinde, mpe stara itokayo kwako. Wakuu wa wilaya wanamsaidia na wote wanamsaidia rais na kumsaidia mkuu wetu wa mkoa. Mwenyezi Mungu wahifadhi. Mungu, tuhifadhie viongozi wetu wa dini, akiwemo mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Ya Rabbi, tunakuomba muhifadhi na mwili. Ya Rabbi, lilinde baraza. Tuna mipango ya maendeleo, ujenzi wa vituo vya afya. Tutolee watu wajitokeze kusaidia mipango hii. Tutolee watu kutoka ndani ya Mwanza, ndani ya nchi, nje ya nchi, wasaidie mipango hii kamilike. Mwenyezi Mungu, tupe umoja wa Waislamu, tupe umoja wa Waislamu. Tunakuomba Mola wetu utupe umoja wa Tanzania, wajalie Watanzania wote kheri, bila kujali dini zao, bila kujali kabila zao, wafanikishe katika mambo yao. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. Eid Mubarak. Sasa tutumie, tuwe watulivu. Tunamleta mkuu wetu wa mkoa, lakini